Na mtazamaji wa Akida Online TV, hili ndio eneo ambapo amejinyonga kijana aliyejulikana kwa jina moja la Kihio. Chanzo cha kujinyonga kila mtu ana lake la kuzungumza. Nikiripoti kutoka hapa, mimi ni Ramadhan Mkole wa Akida Online TV. Naam, tuko na mmoja ya shuhuda ambaye ameshuhudia tukio lilivyotokea. Mama, habari yako? Nzuri baba. Naam, shikamoo. Marahaba mwanangu. Na mama, unaweza ukaelezea kile ambacho umekiona kwenye tukio la kijana ambaye amejinyonga? Ni sawa, kijana huyu alikuwa na shughuli zangu, baada ya mida, maana ni hapa jirani, nasikia watu wanapiga makelele. Kupiga makelele yale imebidi mimi nitoke na mimi. Haya, ni vipi? Wananiambia ni Kihio kajinyonga. Basi nikakimbia na mimi nikaenda nikaingia kwenye hilo jumba, kuna hilo jengo hapo jirani na hapa ninapoishi. Kwa hiyo ninaenda namkuta kijana kajinyonga. Imetusikitisha sana, maana ni mtoto ambaye tumeshamzoea mwenyewe, kila wakati niko naye hapa. Labda kwa kuulizia chanzo sababu tufanye mpaka wafanye maamuzi hayo. Walimdhamini mtu, kuna binti mmoja aliyemdhamini. Sasa jana nasikia kaletewa barua ili kutakiwa arejeshe yale marejesho. Sasa hali yake mwenyewe jinsi alivyo, ni mtu akija hapa kama ni kuni ya kuchanjia umpe chochote, kama ni maji ya kubebea umpe chochote. Sasa ndio akaona labda na hii barua pengine sijui alimwambia utapelekwa polisi, akaona basi nifanye maamuzi hayo, lakini hayakupendelezea hayo maamuzi. Mpaka nikasema Kihio mdogo wangu, si ungeniambia tu dada kuna hili, labda ningekupata maelekezo yoyote. Hicho kimetuumiza sana, kwa sababu ni kijana mzuri, hana mambo ya mkono, hata umweke ndani kwako hapa Kihio hata kuibia kitu. Ndio hicho baba, kimetusikitisha sana. Pole sana. Asante baba yangu. Bado una neno gani la kuzungumza kwa hawa ambao wanachukua marejesho na kukimbia kuachia msala ambao wamewazania? Yani hicho ni kitu ambacho baba kinatuumiza sana. Sisi tunasema yani hawa mama wenzetu, hii tabia kama ni kuiacha waachane nayo, kwa sababu ni kitu ambacho hakina faida maishani mwao. Sana sana unakimbia nyumba yako, unaterekeza watoto, mfano kama hivyo, watu wanakufa kwa ajili yao. Hebu niambie sasa, hicho sio kitu kizuri. Ndio maana tunawaambia jamani, tusimameni na neno la Mungu. Unaposimama kwenye imani, haya yote yatakuondokea baba. Hicho ni kitu yani tunasihi sana. Ndio kama hivyo babangu. Mama, nakushukuru. Amina baba, amina. Barikiwe sana wanangu. Asante. Naam, mtazamaji wa Akida Online TV, tuko nyumbani kwa balozi ambapo tukio limetokea la kijana kujinyonga, lakini maelezo mengi nafikiri balozi mwenye mtaa wake atatuambia vizuri. Natoka mtaa Masuguru B, niko tukio ambalo limetokea. Naam, mzee wangu. Naam. Heshima yako. Asante. Mimi naitwa Mbaruku Kanji, ni balozi wa mtaa huu. Leo wakati alfajiri nimetoka kwenda kwenye shughuli zangu, narudi nakuta mtaani kwangu kumejaa watu. Kufika hapo mtaani, kuna tukio la kijana kajinyonga. Kijana huyu anaitwa Kihio, ni kijana wetu tunaishi naye siku zote. Sasa kuelewa sababu ya kujinyonga na mimi. Basi baada ya hapo akaarifiwa mwenyekiti akapiga simu polisi wakaja na kushusha mwili na kupeleka mochoni. Kwa hiyo mpaka sasa sababu za kujinyonga kwake hazijafahamika rasmi. Sababu za kujinyonga hazijafahamika. Mimi lakini nikiwa kama balozi, jana asubuhi aliingia na barua kwamba anaitwa ofisi ya mtendaji wa kata. Nikamuuliza sababu, umegombana na mtu? Akasema sijagombana na mtu yoyote, ila kuna mtu alinidhamini mikopo. Sasa huyo mtu katoroka, mimi naona hilo ndio linalosababisha naitwa kwa ofisi ya mtendaji wa kata. Ndio hilo tukio ninalijua tu, sababu nyingine sizijui. Naam, labda ukimzungumzia marehemu Kihio, unamzungumzia ni kijana wa aina gani mtaani? Wewe ni balozi, unawajua vijana wengi, yeye ni kijana wa aina gani, maadili yake na vitu vyote ambavyo alikuwa akiishi hapo mtaani? Huyo kijana Kihio ni kijana tu mtaani hapa, ni mtu anayejishughulisha na kazi za vibarua. Ukimuita shamba anakwenda, ukimuita kuchotea maji akuletee kuni anakuletea kuni. Ndio shughuli zake nyingi anazojishughulisha nazo. Alikuwa na familia? Ana ndugu zake hapa, familia yake nasikia iko Ntakae huko. Lakini hapa na ndugu zake hapa Masuguru.
Labda kwa kadiri ya umri wake? Umri wake ni kati ya miaka 28 au 30. Naam, sawa. Labda cha kuongezea na cha kumalizia balozi, juu ya matukio haya ambayo yanaendelea, inawezekana hili limetokea, lakini kuna mwingine yanaweza akatokea. Je, hicho ambacho umekisikia labda kuhusiana na mambo ya marejesho, ulikuwa na lipi la kuzungumza? Mimi nawashauri vijana, hata hao wakopeshaji, wakati wanawakopesha watu waangalie wale wadhamini. Sasa kama huyu kijana Kihio, hata ukimwangalia hapa anapolala kwenye mpaka shida, utakubali vipi ya mdhamini mtu achukue hela? Natoa ushauri kwamba kwa hao wa taasisi za mikopo wanaotoa mikopo, waangalie hata wale wadhamini wana uwezo wa kulipa hizo hela. Ndio hicho changu, ndio rai yangu, naomba. Nashukuru mzee. Asante. Usisahau kusubscribe channel yetu kwa habari na matukio motomoto. Nikiripoti kutoka hapa, mimi ni Ramadhani Mkole wa Akida Online TV.